Sasa Brown, tuangazie jinsi ambavyo hali yetu ya umma na hususan katika mazingira tunayoishi, ikizingatiwa kwamba sasa wauguzi wako kwenye mgomo. Anasema hapa Odipo kwamba wanapeleka malalamiko hata kwenye mahakama, lakini inachukua muda mrefu kutatua. Lakini kwa mtazamo wako, unadhani kwamba kama taifa tuko tayari katika kupambana na hali hii na hususan ya magonjwa ambayo ni ya milipuko? Ni jambo la kusikitisha. Hata kwanza nasema ya kwamba tangia ugatuzi uje 2010 hatujakuwa na zile hatua mahususi katika kaunti zetu kuweza kuembrace swala nzima la afya. Unajua, ukiona koti inakaa pale alafu inatoa order ya kwamba wafanyikazi warudi kazini, ni jambo la linashangaza. Maana katika mikataba yoyote, CBA iwe na RA, CBA ndio iweze kutekelezwa, kwanza wange nasajiliwa wapi? Hiyo koti hiyo. Koti inasajiliwa, maana CBA inakaliwanga chini na watu wawili, kuna employer na kuna mfanyikazi ama union hapa. Ndiposa iweze kuweza kutekelezwa, kwanza inakuwa registered na court of law. Sijui kwa nini court huwa zinakimbia kupeana orders badala kuenda pia before kuangalia kwanza kama hiyo CBA ambayo tunasema inafanya tuko mgomo na nini, kama iko registered kwa hii koti ama iko kotini. Majanga kama Ebola, tumekuwa sisi ni watu ya afya, public health. Tumekuwa na tunasema God forbid kusitokee janga lolote la Ebola ama cholera ama kusitokee janga lolote sasa hivi. Maana sasa hivi tunavyosema even our borders ziko porous. Watu wanaingia pale bila kukaguliwa, bila kufanywa screening of travelers, bila kuangaliwa, kupewa ile kitu inahitaji kuhakikisha kwamba wale vile tunakaa vizuri. Kwa hivyo afya mzima tuko na shida kubwa sana. Na ni vizuri tuweze kulizingatia. Na Boza amesema jambo mzuri. Wakati tumekuwa na, unajua tumeona president wetu atakuwa proactive kwa mambo ya afya. Hata kulonji hizo ambulance, hata kuenda wapi na kufanya nini. Hizo vitu anavyofanya vyote vinakuja baadaye kwa counties. Anafaa kuwa anajiuliza, is afya working in the county? Inafanya kazi kwenye counties zetu ama haifanyi? Kama haifanyi, solution ni gani? Na tumechoka sisi kama wafanyakazi kuwa saa yote tunagoma, tunaitwa atikujeni tuzungumuze, alafu tunakuwa na mazungumzo ambayo tunasikizana, then baadaye kusha call off mgomo, muajiri anarudi pale ayatimize hayo matakwa. Hatujakuwa tukikuwa na ile mazungumzo ambayo inaendelea. Na kwa hivyo hilo sasa linaweka hatari gani, na hususan kwa wananchi ambao wanasik hizi health services kutoka katika hospitali zetu na kutoka kwa wahudumu wa afya kama nyinyi? Ni hatari kwa sababu hao watu wanaenda pale kutafuta huduma. Mfano, kuna wale wa mama ambao ni wajawazito ambao wanafaa kwenda pale waweze kuzaa. Kuna wale ambao watu ambao kuna issues zinaitwa terminal illnesses kama cancer, kuna kama watu wa diabetes, kuna watu kila wiki wanatakana kufanywa dialysis mfano. Mtu kama huyo sasa hivi akienda kwenye hospitali yetu sasa hivi atasaidika vipi? Ndio maana unapata kuna maternal deaths, kuna terminal deaths ambazo zinakuja kwa sababu ya neglect ya serikali kuweza kutatua hizi migomo. Na sisi kama wafanyikazi sisi hatuko mgomo, ni serikali iko mgomo. Maana sisi kitambo tuende mgomo, uelewe ya kwamba kuna procedure. Kuna demand letter tunapeanaga 21 days ambayo inatoa makataa yetu na zile vitu kutimizwa. 21 days zikaisha ikaenda, tukaenda kupeana 14 days strike notice. Hiyo 14 days pia ilikuwa pia na hiyo makataa. Serikali haijatuita kwenye meza kuweza kujadiliana. Sasa wakati ule tumeanza mgomo wetu, mfano sisi tuko na mgomo, sasa tuko na wiki ya 3 tukiwa mgomo. Maana tulianza na maafisa tabibu, tukaanza na maabara na public health, na waguzi wametuingia. Na sasa wakati sasa wanaona mgomo imeanza kukimbia, unapata magavana wengine wanakimbia kotini kutafuta orders ile inaweza stop government instead ya kuangalia zile vitu ambavyo vinatuhusu kikamilifu. Kwa hivyo Kilemi, ni vizuri tukue na honesty wakati tunapoongelelea maneno yote swala nzima la afya. Tuache kuonekana kama tunarushia mpira, ule anarusha huko, huyu mwingine anarusha huko. Mfano swala nzima la UHC, afya kwa wote. Wafanyakazi wamekuwa kwenye kandarasi muda mrefu, miaka 6.
na wamekuwa hiyo kandarasi yao wajapewa kandarasi ya kudumu, maana wamekuwa pale. Tumepigana, pesa imewekwa, bunge imeappropriate, pesa imekuwa approved, bado kuwapea barua ya kudumu inakuwa pia ni shida. Kwa hivyo tujue ya kwamba article 43 sisi wenyewe tunaipuzia, maana hiyo inasema right to healthcare. Wakenya wanaumia. Ule Mkenya ambaye, ule mtoto mdogo, ule mama ambaye ni mzee, ule mtu ambaye anahitaji huduma apate, sababu hizi pata sababu watu hawiko kazini. Naam. Nirejeshe kwako Boaz. Unajua serikali tawala inasema kwamba huduma za afya na hususan